Bwana Yesu asifiwe sana rafiki yangu. Karibu tena siku nyingine tupate kutafakari neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiopenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa, wenye mfano wa utauwa, wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Kwa maana katika hao wamo wale wajiingizao katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga, wenye mizigo ya dhambi, waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi, wakijifunza siku zote, ila wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa kweli. Wakijifunza siku zote, mstari wa 7 unasema, wakijifunza siku zote, ila wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa kweli. Rafiki yangu, napenda tukatafakari neno la Mungu katika mistari hii, mstari wa 5 na ule mstari wa 7. Mstari wa 5 napenda tukatafakari kwa namna hii mahali hapa, kwamba nasema wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Wenye mfano wa utauwa. Kwa nini anasema wenye mfano wa utauwa? Nyakati hizi, wakati mwingine nimekuwa nikihubiri injili, nikiwashuhudia watu, nikiwaeleza habari za Yesu Kristo kurudi, mtu kwa mtu naenda kuhubiri mahali, unaweza kukutana na mtu anakwambia, ukianza kumweleza habari za Yesu Kristo, anakwambia na mimi nimeokoka, ninaenda kanisani, ninasali, niko vizuri, mchungaji ananijua, ninaimba, niko vizuri. Lakini ana mfano wa utauwa. Anasema wenye mfano wa utauwa. Yaani mtu anakuwa na mfano wa utauwa, sio kwamba ana utauwa, ana mfano wa utauwa. Anaonekana kama ni mtu aliyeokoka, lakini hajaokoka. Kwa nini hajaokoka? Kwa sababu mambo haya yaliyotajwa mengi anayaishi. Mtu asiye safi, wasiopenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali. Yaani unamkuta mtu ni mkali, hawezi kujizuia, kila kitu yeye anataka afanye. Ndio ameokoka, amemkiri Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, lakini amempokea kwa kinywa. Biblia inasema wananikiri kwa vinywa vyao, lakini moyoni mwao hayumo. Yaani hayuko moyoni mwangu, hayuko moyoni mwako. Unamkiri kwa kinywa. Ndio hiyo anayosema wana mfano wa utauwa. Kwa nje ukiniangalia unaniona kama mtakatifu sana, nimeokoka, yaani niko vizuri, lakini kumbe ninakiri kwa nje tu, lakini kwa ndani kuna mambo ambayo yameujaza moyo, hayampendezi Mungu. Ndio maana hapa anaanza kusema lakini fahamu neno hili ya kuwa siku siku za mwisho
kutakuwako nyakati za hatari. Kwa nini anasema kutakuwako nyakati za hatari? Zitakuwa za hatari kwa sababu gani? Kwa sababu watu watakuwa na mfano wa utauwa. Hata kwa habari ya kuhubiri injili wakati mwingine inakuwa ngumu. Unaona kabisa mbona kama huyu mtu ameokoka, anaenda kanisani, anahudumu, lakini matendo yake hayafanani na jinsi alivyo. Ana mfano wa utauwa. Ndio maana anaziita ni nyakati za hatari. Ni nyakati za hatari kwa sababu gani? Shetani amekamata akili za watu, amekamata fahamu za watu, fikra za watu, amewapofusha. Wana mfano wa utauwa. Hata wakati mwingine ukiwashuhudia, ukiwaeleza habari ya kuishi maisha matakatifu, maisha ya utauwa, wanakuambia mimi mbona naishi, mimi mbona mimi ni mtakatifu, mimi mbona natumika, nasali, naomba. Lakini kuna vitu ambavyo amevingangania. Kuna vitu umevingangania, kuna vitu unakataa kuviacha, kuna vitu unakataa kuviacha, umevingangania. Rafiki yangu, tuko nyakati za mwisho, ni nyakati za hatari. Yesu Kristo yupo karibu kurudi. Yesu Kristo yupo karibu kurudi. Jitahidi, jichunguze, jiangalie. Je, maisha yako ni maisha ya utauwa wa kweli au ni maisha ya mfano wa utauwa? Una utauwa wa kweli? Wewe ni mtakatifu kweli kweli au una mfano wa utakatifu? Unaishi maisha ya kumpendeza Mungu au unaishi maisha ya mfano wa kumpendeza Mungu? Yaani kutuonyesha sisi kwa nje kwamba unampendeza Mungu, lakini ndani yako hakuna kile kitu kinachoitwa cha kimungu ndani yako. Kwa nini hakuna? Anasema mambo mengi ameyazungumza hapa. Anasema kwamba wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiopenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao wanasa kuliko kumpenda Mungu. Rafiki yangu, angalia, jichunguze, jiangalie. Je, una mfano wa utauwa au una utauwa? Nina mfano wa utauwa au nina utauwa? Je, Yesu Kristo akirudi leo nitaweza kuurithi uzima wa milele pamoja naye, hata kama ninatumika, hata kama nimeokoka, hata kama naenda kanisani, hata kama ninasali? Je, nina utauwa au nina mfano wa utauwa? Rafiki yangu, sasa hivi zimejawa kesi nyingi sana za usaliti. Watu wengi sana wanasalitiana. Watu wanasalitiana kwenye biashara, wanasalitiana kwenye ndoa, wanasalitiana kwenye uchumba, wanasalitiana kwenye kazi, wanasalitiana. Yaani imejaa hiyo. Na unakuta mtu anaenda kanisani, anasali na anajulikana ameokoka, lakini amejawa na hiyo roho ya usaliti, amejawa na roho ya kujivuna, amejawa na roho ya ukaidi, amejawa na roho ya kutokutii. Watu hawatii wazazi wao, wamekuwa wagumu, wamekuwa wabisha, hawataki kuwatii wazazi wao. Wakiwaelekeza wanasema nyewe mmepitwa na wakati. Hata wakati mwingine wanashindwa kuwa watii mbele ya watumishi wa Mungu. Wakifundisha neno, anasema usifanye hiki, lakini yeye hataki kuelewa, hataki kusikia, hataki. Kwa nini? Ana mfano wa utauwa. Sio kwamba ana utauwa, ana mfano wa utauwa. Rafiki yangu, kuna somo moja nimewahi kufundisha kwamba nyakati tulizo nazo sio nyakati za kukaa na jiuliza, je, kufanya kitu fulani ni dhambi au sio dhambi? Je, kufanya hivi ni dhambi au sio dhambi? Nyakati hizi tulizo nazo sio nyakati za kujiuliza mambo kama hayo. Ni nyakati za kukaa makini na kumngoja Yesu Kristo. Yupo karibu kurudi. Roho Mtakatifu akikataza kitu chochote kile, usikifanye, ukiache, hata kama ni dhambi au sio dhambi, yani kiwe dhambi au sio dhambi, akikukataza, akikuzuia, jitahidi rafiki yangu unakiacha. Jitahidi kukiacha, usikinganganie, usilazimishe kuendelea kukifanya, kwa sababu nyakati tulizo nazo sio nyakati za kujiuliza, sio nyakati za ukiona bado unaendelea kujiuliza kwamba je, kufanya kitu fulani ni dhambi au sio dhambi, basi jua ndani yako una mfano wa utauwa. Wewe hauna utauwa, una mfano wa utauwa. Maana ukiwa na utauwa utamsikiliza Roho Mtakatifu katika kila anachokuagiza, katika kila anachokuelekeza. Ukiwa na utauwa
utaweza kutii, utaweza kuwa mwaminifu, utaweza kuwa mwaminifu mbele za Mungu. Manake kile kilichoko ndani yako, kilichoko ndani ya moyo wako ndicho kitakacho kutoka, ndivyo utakavyoishi. Rafiki yangu, maisha ya utauwa ni maisha ya kujitoa mbele za Yesu Kristo, ni maisha ya kuachana na tamaa za kila namna za dunia hii, ni maisha ya kuachana na vitu visivyompendeza Mungu, ni maisha ya kumtii Roho Mtakatifu. Hata kama anakueleza kitu unaona kabisa hiki sio dhambi kabisa, sio dhambi, na unashuhudia moyoni mwako hiki kitu sio dhambi, lakini Roho Mtakatifu amenizuia, usinganganie kukifanya. Nyakati hizi tulizonazo ni nyakati za hatari, ni nyakati za hatari. Watu wengine wanashawishiwa na marafiki wanakudanganya, bwana wewe usiwasikilize hao, usisikilize hao, achana nao. Rafiki yangu, unapotea. Usikubali kuwa na mfano wa utauwa. Yesu Kristo atakapokuja hatakuja kuchukua watu walio na mfano wa utauwa. Ndio maana anasema watu watakuja kwangu wakisema, Bwana Bwana, tulitoa pepo kwa jina lako, lakini atasema, tokeni kwangu, sikuwajua ninyi. Rafiki yangu, ndugu yangu, tuko nyakati za mwisho. Usikubali kuwa na maisha ya mfano wa utauwa. Mwambie Roho Mtakatifu akufundishe kuwa mtauwa, akufundishe kuishi maisha matakatifu, maisha ya kumpendeza Mungu, maisha safi. Tukisoma kwenye ule mstari wa 7 anasema, wakijifunza siku zote ila wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa kweli. Wakijifunza siku zote ila wasiweze kufikia ujuzi wa kweli. Ukiwa na mfano wa utauwa, utajifunza na kujifunza, hautoweza kufikia kama ujuzi wa kweli. Hata ungeenda kanisani kila siku, lakini kama una maisha ya mfano wa utauwa, hautoweza kuelewa chochote, hautoweza kufahamu chochote, hautoweza kujua chochote kama haujakubali kabisa kuishi maisha matakatifu, kama hujakubali kabisa kujitoa kwamba mimi nimejidhabihu. Kuna somo lingine nimefundisha kwamba itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Toa mwili wako uwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Utoe mwili wako kabla hujatoa mali, hujatoa vitu. Utoe kwanza mwili wako. Kutoa mwili wako ni kuishi maisha ya utauwa, sio maisha ya mfano wa utauwa. Maanake maisha ya mfano wa utauwa, kwa nje unaonekana ni mtakatifu, lakini kwa ndani mambo unayoyafanya hayaendani na unachokifanya, hayaendani na unavyoishi, hayaendani na vile ambavyo unaonekana. Lakini Mungu akikutazama anakuona una mfano wa maisha ya utauwa. Rafiki yangu, neema unayo wewe uliye na mfano wa maisha ya utauwa. Ni rahisi sana kubadilika, ni rahisi sana ukikubali tu kujituni, ukikubali tu kabisa kugeuka kwamba mimi nimekubali Yesu unitengeneze, unifinyange, unifanye kama utakavyo. Nimekubali. Manake kukubali ni kumruhusu Roho Mtakatifu aendelee kukufundisha na kukuelekeza na kukuongoza na kukuzuia kila anachokuagiza kwamba hiki usifanye. Ukubali kabisa, niko tayari kukiacha, ukubali kukiacha. Hapo ndipo umeamua kugeuka, Unajua wakati mwingine tumekuwa tukitafsiri kwamba wokovu ni ile tu kukili tu basi na tayari umeokoka. Kuokoka ni ile unakili, ndio kukili ni hatua ya kwanza, lakini hatua inayofuata usirudie tena kuishi maisha uliyokuwa unayaishi. Usirudie kutenda vile ulivyokuwa unatenda, usirudie kufanya vile ulivyokuwa unafanya. Nyakati hizi sio nyakati za kujiuliza rafiki yangu. Lakini anasema mstari wa 7, ukiwa na maisha ya mfano wa utauwa, utajifunza siku zote ila usiweze kabisa kufikia ujuzi wa kweli. Ujuzi wa kweli ni upi? Ujuzi wa kweli ni ule wa kumjua Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, na ya kwamba siku moja atarudi ili apate kunichukua nipate kwenda kuurithi uzima wa milele pamoja na yeye. Ujuzi wa kweli ni pamoja na kujua kwamba maisha ya dunia hii tunapita ni kwa kitambo tu, kwamba baada ya maisha haya kuna maisha mengine. Ujuzi wa kweli ni ile kujua kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na ya kwamba natakiwa
natakiwa kuishi maisha matakatifu ili nipate kwenda kuurithi uzima wa milele pamoja na yeye. Ujuzi wa kweli ni wa kujua kwamba baada ya dunia hii, baada ya maisha haya, kuna maisha mengine huko ninakoenda, aidha uzima wa milele katika Yesu Kristo au mauti ya milele katika moto wa milele jehanamu na shetani. Na ujuzi wa kweli mwingine ni huu kwamba baada ya kifo ni hukumu. Kuna watu wengi sana wamekuwa wakijidanganya kwamba akifa anaweza akaombewa, akaondolewa dhambi zake na akaweza kuishi maisha matakatifu. Ujuzi wa kweli ni pamoja na hii kujua kwamba baada ya maisha haya ni hukumu. Kwa hiyo inatakiwa nitengeneze njia yangu vizuri, kwamba sina nafasi nyingine ya kutengeneza nikisha kufa. Nafasi ya kutengeneza ni sasa, nafasi ya kutengeneza ni wakati huu. Hiyo ndio namna ya kwamba kufikia ujuzi wa kweli, kujua kwamba muda wa kutengeneza ni huu, kwa sababu watajifunza ili neno anasema wakijifunza siku zote ila wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa kweli. Watu gani hao? Watu wanaoishi maisha ya mfano wa utauwa, watu wanaoishi maisha ya mfano ya utauwa. Na hii ni ishara mojawapo ya kujua ni nyakati za mwisho, kwamba watu watajifunza wasifikie ujuzi wa kweli. Kwa nini? Ilitabiriwa katika kitabu cha Danieli ile sura ya 12 mstari wa 10. Ilitabiriwa kwamba wengi watajitakasa na kujifanya weupe na kusafika, bali wabaya watatenda mabaya, wala hataelewa mtu mbaya awaye yote, bali wao walio na hekima ndio watakaoelewa. Hapa anasema bali wabaya watatenda mabaya, wala hataelewa mtu mbaya awaye yote. Ukiwa unaishi maisha ya mfano wa utauwa, Biblia inakutafsiri kama mtu mbaya. Biblia inakutafsiri kama mtu mbaya. Anasema wataendelea kutenda mabaya, wataendelea. Hapa anaendelea kusema, anasema wala hataelewa mtu mbaya awaye yote. Maana yake mtu mbaya hataelewa yote. Ndio maana hapa Biblia inatuambia kwenye mstari wa 7 hii Timotheo wa pili kwamba wakijifunza siku zote ila wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa kweli. Kwa nini wanajifunza siku zote ila wasiweze kufikia ujuzi wa kweli? Kwa sababu wanasema wabaya mstari huu wa 10 anasema bali wabaya watatenda mabaya, wala hataelewa mtu mbaya awaye yote. Hataelewa. Wakati unapoendelea kutenda mabaya, rafiki yangu, hautoelewa. Utaona tu ni kawaida. Yani utaona ni kama maisha ya kawaida. Unatenda dhambi, unafanya uovu, bado unaendelea kuhudumu, unaendelea kuhubiri, unaendelea kuimba, unaenda kanisani. Na sasa hivi wamerahisisha makanisani kwamba hawakutengi, hawakusemi mbele ya kadamnasi kwamba umefanya 1 2 3. Wanakuacha, wanasema Mungu hapendi kuwatenga watu. Wanakuacha tu uendelee na maovu, kwamba Mungu anataka hii kanisa ni sehemu ya makimbilio. Kwa hiyo wewe hata ukitenda dhambi, wewe endelea kuja, endelea kufanya huduma, ipo siku utabadilika. Rafiki yangu, wanakudanganya. Usikubali. Ukiona unakaa kanisa lolote lile ambalo unatenda mabaya, unatenda dhambi, halikukemei, hawakukemei maovu yako na dhambi zako uziache, hilo kanisa hama. Nakwambia rafiki yangu, hama. Halikufai, linakupoteza kwa sababu hautaelewa. Biblia inatuambia hawataelewa, wataendelea kutenda mabaya, hawataelewa. Kwa nini hauelewi? Kwa sababu hata anayetakiwa kukuelewesha kwenye hilo kanisa kwamba unatenda mabaya amekuacha uendelee na ubaya wako. Maana yake nini? Unaangamia, unapotea. Na Yesu Kristo akirudi hata kuchukua, utabaki rafiki yangu, utabaki. Maana yake amekuruhusu uache kuendelea kuishi maisha ya mfano wa utauwa. Ukiwa uko kwenye kanisa ambalo unatenda maovu, unatenda dhambi, hawakukemei, hawakuonyi, maana yake wamekuruhusu, wamekuacha uendelee kuishi maisha ya mfano wa utauwa. Maana yake ni nini? Kwamba Yesu Kristo akirudi unaachwa, hautochukuliwa, unabaki rafiki
yangu, tuko nyakati za mwisho. Yesu Kristo anarudi. Wabaya hawataelewa kwenye hizi siku za mwisho. Wabaya hawataelewa kwamba wanatenda mabaya. Hawataelewa kwamba wanatenda mabaya. Hawataelewa. Ndio maana hapa Biblia inasema wakijifunza siku zote, mstari wa 7, wakijifunza siku zote ila wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa kweli. Utajifunza siku zote lakini hautaweza kufikia ujuzi wa kweli. Kwa nini? Unaishi maisha ya mfano wa utaua. Unaishi maisha mabaya mbele za Mungu. Anakuona wewe ni mbaya, unaishi maisha mabaya. Maisha mabaya namna gani? Wewe ni msaliti, wewe ni mkaidi, wewe hupendi kufanya suluhu, wewe hujizuii, unafanya kila kitu, unataka kufanya kila kitu. Rafiki yangu, unataka kuishi maisha ya kila namna, wapendao wanasa. Kwa hiyo rafiki yangu, angalia, jichunguze. Je, unaishi maisha ya utaua au unaishi maisha ya mfano wa utaua? Kama neno linavyotuambia kwenye mstari wa 5 Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 5 kwamba wenye mfano wa utaua, lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Wenye mfano wa utaua, wenye mfano wa utaua. Je, maisha yako ni ya mfano wa utaua? Na ukiwa na maisha ya mfano wa utaua, utajifunza siku zote, hautaufikia ujuzi wa kweli. Rafiki yangu, siku ya leo na kuomba na kushauri, geuka, amua kubadilika, amua kugeuka, amua kusema mimi sitaki kuishi maisha ya mfano wa utaua. Amua kukataa mabaya, amua kukataa uovu, amua kukataa dhambi. Utakapokataa, hapo utakapoanza kukataa, hapo utakapoanza kukataa, ndipo hapo utaanza kuelewa na kumjua Mungu. Utaanza kujua na kuelewa, utaanza kufahamu kwamba ninatakiwa niishi maisha namna gani. Hapo ndipo utakapoanza kuelewa, kwa sababu ukiwa kwenye hali hiyo hautoelewa hata siku moja. Ukiwa kwenye hali hiyo hautoelewa, lakini utakapoamua kukubali kugeuka, kukubali kuacha maovu, kukubali kuacha dhambi katika nyakati hizi za mwisho, utaelewa. Ndio maana kwenye hii kitabu cha Danieli 12 na ule mstari wa 10 anamalizia kusema kwamba bali wabaya watatenda mabaya, wala hataelewa mtu mbaya awaye yote, bali wao walio na hekima ndio watakaoelewa. Walio na hekima ndio watakaoelewa. Unawezaje kuwa na hekima? Unaweza kuwa na hekima kwa kumpata Yesu Kristo kwa na Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yesu Kristo akiingia ndani yako, anakupa Roho Mtakatifu. Huyo Roho Mtakatifu ni mwalimu. Maana yake kama yeye ni mwalimu, atakufundisha namna gani ya kuishi maisha matakatifu. Atakufundisha, atakupa hekima itakayokuwezesha kuishi maisha matakatifu, itakayokuwezesha kuishi maisha ya utaua, itakayokuwezesha kuwa mtaua, kuwa mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye atakayekuwezesha, na tunampata Roho Mtakatifu kwa kumwamini Yesu Kristo. Ukimwamini Yesu Kristo kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anakupa Roho Mtakatifu ili akusaidie kuishi maisha ya utaua. Kwa nguvu zetu, kwa akili zetu, kwa uwezo wetu hatuwezi kuishi maisha ya utaua, maisha matakatifu, lakini kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu tunaweza kuishi maisha matakatifu, maisha ya utaua. Rafiki yangu, tuko nyakati za mwisho. Yesu Kristo anarudi. Wewe ambaye unatamani kuishi maisha ya utaua, unatamani kuishi maisha matakatifu, unatamani Yesu Kristo akirudi asikuache, wewe ambaye unayetamani maisha namna hiyo, nitaenda kuomba na wewe. Unatakiwa muamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na unawezaje kumwamini? Kwamba moyoni mwako umesikia kwamba ninamhitaji kweli Yesu anisaidie. Unatakiwa umkiri. Ukishamkiri, anakupa Roho Mtakatifu atakaye kusaidia kuishi maisha ya utaua, maisha matakatifu, ambaye atakuwa akikuonya vitu, akikwambia hiki acha, na ukubali kukiacha. Maana yake Roho Mtakatifu hakuambii, hakushiki mkono eti usiibe, hakushiki mkono sijui usiende hivi.
hakuambii kwamba usitukane, hakushiki kinywa chako akakwambia usitukane, lakini anachokifanya Roho Mtakatifu anakufundisha kutukana sio vizuri, anakufundisha kuiba sio vizuri, anakukumbusha hata ukitaka kuiba anakwambia usiibe. Unataka kutukana anakwambia usitukane. Unasikia tu ndani yako anakupa hiyo usitukane. Watii wazazi. Ndicho anachokifanya, lakini ukikaza ukashindwa kumsikiliza atakuacha. Ndipo hapo utajikuta unapotea, unaangamia. Hilo ni somo lingine, tusianze somo jipya. Napenda tumalizie hapa. Wewe unayemhitaji Yesu Kristo aingie kwenye maisha yako, unayemhitaji Yesu Kristo ili akupe Roho Mtakatifu atakayekuwezesha kuishi maisha ya utauwa, maisha matakatifu, maisha ya kumpendeza Mungu, naomba nifuatishe maombi haya. Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Ninaomba Yesu unisamehe dhambi zangu zote. Yesu, ninaomba ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo ninakubali wewe Yesu kwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kunisamehe. Asante Yesu kwa kuniponya. Amen. Ubarikiwe sana rafiki yangu wewe nifuatisha maombi haya. Amini ya kuwa umeokoka na Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Usirudi nyuma, endelea mbele. Yesu Kristo anarudi bado kitambo kidogo. Bwana wangu na Mungu wangu, mtakatifu watakatifu, Mungu wa Israeli, ninaomba Bwana juu ya kila mmoja wetu, mfalme amani, achilia neema ya kuishi maisha matakatifu, maisha ya utauwa na sio mfano wa utauwa Bwana, na sio mfano wa maisha ya utauwa, katika jina lako Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Tupe neema ya kuishi maisha matakatifu, maisha ya utauwa, ili utakaporudi Yesu Kristo tupate kuurithi uzima wa milele pamoja na wewe. Mtazame yule baba, mtazame yule mama, mtazame yule kijana, mtazame yule binti katika hali anayopitia, katika maisha anayopitia. Anatamani kuishi maisha matakatifu, maisha ya utauwa, lakini anaishia kuishi maisha ya mfano wa utauwa, mfano wa maisha ya utakatifu. Bwana, mpe neema ya kuishi maisha matakatifu, mpe neema ya kuishi maisha ya utauwa, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Asante Bwana wangu na Mungu wangu, wewe uliyejaa neema na upendo, wewe uliyejaa rehema na fadhili. Mungu ukatuwezeshe, ukatusaidie, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ni mambo yote nikiamini sasa na mapenzi yako. Amen.